na nakumbuka ilikuwa ni mazingira ya ajabu sana. Sema ya ajabu sana. Ajabu sana. Na ya hovyo sana. Bwana asifiwe. Kwa nini nimesema nimepata wito huo katika mazingira ya ajabu? Nakumbuka siku hiyo, usiku mmoja wa mwaka huo 2014, tulikuwa na jamaa zetu wengi sana. Tumejikusanya, tumesikia mahala fulani kuna mziki. Sema mziki. Mziki. Disco yani. Tulipojikusanya tukawa tumekwenda kule usiku. Baada ya kucheza viduku vingi sana, mafuta yakawa yameisha kwenye jenereta, na wakati huo ilikuwa ni giza nene kweli kweli. Sasa mimi na kampani yangu ambao walikuwa wamenipa lifti kwenda kule kwenye disco, baada ya muda mchache, baada ya mziki kukata, kampani yangu yote sikuiona, na wala sikuona mtu ambaye nilikuwa nimekwenda naye kwenye disco siku hiyo. Ilikuwa ni shughuli kweli kweli, na ni usiku mkubwa, halafu ni umbali mrefu maana tulipokwenda, maana tulitumia baiskeli. Sasa nikiangalia rafiki zangu wote mbona hawapo, na tumekuja nao, tumekwenda kusherekea mziki, tumeruka viduku sana. Na wakati huo huo nilikuwa naimba vitu visivyoeleweka. Sema kuimba vitu visivyoeleweka. Nafikiri mnaanza kupata picha kwamba nilikuwa najiita mwana hip hop, na watu walikuwa wananisifia, God una body la hip hop, God uko hivi, unaweza kuchana, unaweza kufanyeje. Mambo yetu yale ya vijana ilikuwa ni mambo ya ajabu sana. Sasa wakati huo naangalia kampani yangu iko wapi, na sioni mtu yoyote niliyokwenda naye. Nilianza uamuzi wa kuanza kurudi nyumbani. Wakati natembea umbali huo mrefu, giza nene, naona vimuli tu vya radi, ndio naona kumbe kule ndio naelekea. Sawa, naendelea. Halafu nikiwa nimechoka sana na usingizi mzito, tafikaje nyumbani? Nawaza, naomba na Mungu kwamba nipate walau mtu anapopita anipatie basi lift, maana nimechoka, nimeruka viduku, magoti yanauma, miguu inauma, na umbali ni mrefu. Napotoka ni kurefu kurudi nyumbani. Wakati natembea huko natamani kusinzia. Nimefika maeneo fulani bana. Baada ya kufika yale maeneo sitoyataja, lakini yalikuwa ni maeneo ya ajabu.